Hii ni hadithi ya kusisimua ya Bibi Amina, mwanamke mzee aliyejitoa maisha yake yote kwa ajili ya kumlea mjukuu wake Amani. Mandhari ya kwanza. Maisha ya Bibi Amina. Bibi Amina alikuwa mzee mwenye macho yaliyojaa uchungu na mikono iliyochoka. Alipoteza watoto wake wote na maisha yake yaliisha na huzuni. Lakini moyo wake ulipata nguvu wakati alipoanza kumlea mjukuu wake Amani. Kila siku Amina alifanya kazi ngumu, kuosha nguo, kusafisha nyumba, hata kufanya kazi za bustani kwa majirani ili aweze kumlisha Amani. Wajirani walimsahau kwa sababu hakuwa na watoto wake wenyewe waliokuwa mashahidi wa juhudi zake. Lakini bibi hakuwa na chaguo. Amani alikuwa kila kitu kwake: furaha, matumaini na maisha yake. Jikoni, moto wa kuni ulikuwa unawaka, huku bibi akipiga mboga na ugali, akihakiki kuwa mjukuu wake hataachiwi na njaa. Hata akiwa na uchovu, bibi alikuwa akitabasamu, akimwambia Amani, machozi haya yatapotea, maisha yetu yatabadilika. Lakini dunia ilikuwa ngumu na bibi alikuwa na wasiwasi juu ya siku zijazo. Kila jioni walikaa pamoja kwenye kiti cha mbao kilichokuwa kimechoka, wakifuatilia jua likizama, wakiota siku ambapo maisha yao yangegeuka. Mandhari ya pili. Shule na ndoto ya Amani. Amani alikuwa shuleni kila siku akiwa na ndoto kubwa. Alipenda kusoma sana na alikuwa na akili ya kipekee. Hata hivyo, hakuwa na waangalia kwenye maisha yake. Wajirani walimcheka mara nyingi kwa sababu hakuwa na baba wala mama hai. Lakini Bibi Amina alimtia moyo kila siku. Usiogope kuota ndoto kubwa, Amani, bibi alisema, huku macho yake yakiwa na mvuto wa matumaini. Amani aliota kuwa mtu wa mafanikio ili awasaidie watu kama Bibi Amina walivyomsaidia. Baada ya shule, Amani alirudi nyumbani na bibi akimkaribisha kwa furaha. Chini ya mti mkubwa wa mangaa waliketi pamoja, Amina akimfundisha thamani ya kazi kwa bidii na heshima. Amani alijua kuwa maisha hayakuwa rahisi, lakini ndoto zake zilikuwa kubwa kuliko changamoto. Hapo mwanzo haikuwa rahisi kufikiria siku ambapo maisha yao yangekuwa tofauti, lakini moyo wa Amina ulikuwa kama taa ndogo iliyoangazia giza la maisha yao. Mandhari ya tatu. Kazi ngumu za bibi. Bibi Amina alifanya kazi usiku na mchana. Aliosha nguo za majirani, alikata majani ya bustani na hata kushika watoto wa jirani mara kwa mara ili apate kipato kidogo. Lakini kila senti aliyopata alikuwa akiiweka kwa Amani. Nyuma ya macho yake yaliyochoka kulikuwa na shauku isiyoisha. Wajirani walimuona kama mtu wa kawaida bila nguvu ya kusaidia na walimwacha akipambana peke yake. Hata hivyo, bibi hakukata tamaa. Kila asubuhi alisimama mapema, akipika ugali na mboga na kuhakikisha Amani ana chakula cha kutosha. Jikoni lilikuwa sehemu ya amani na kelele za sukuma wiki ziligawanyike na harufu ya chakula chenye upendo. Bibi alijua kuwa hata kama dunia ingeonekana kumwacha peke yake, upendo wake kwa mjukuu wake ungeweza kubadilisha maisha yao. Amani alijifunza thamani ya kazi ngumu na heshima, akijua kuwa bibi wake alikuwa hazina ya thamani isiyoweza kulinganishwa. Mandhari ya nne. Miguu iliyopoteza kukuza. Bibi Amina mara nyingine alihisi uchovu usioweza kustahimili. Miguu yake iliuma, mkono wake ulikuwa na vidonda, lakini hakuacha kumlea Amani. Alijua kuwa
kila jicho lililolala na njaa lingekuwa ndoto iliyopotea. Hivyo alitafuta njia za kufanya kazi zaidi. Alijitahidi hata kufanya kazi za jua kali ili kuwa na pesa za kumlisha Amani. Lakini moyo wake hakuchoka. Mara nyingi, Amani alimwona bibi akiwa ameketi chini ya kivuli akipumzika, macho yake yakiwa na mawingu ya uchungu lakini na shauku ya maisha. Hapo bibi alikumbuka watoto wake waliopotea na macho yake yalilia kimya. Lakini Amani, kwa tabasamu lake, alikumbusha bibi kuwa bado kulikuwa na sababu ya kuishi na kutabasamu. Kila hatua ya uchovu wa bibi ilikuwa kitambulisho cha upendo usio na kipimo. Mandhari ya 5. Wajirani hawakusaidia. Wajirani walimcheka, wakidhani hakuwa na thamani. Walimkosa heshima kwa sababu hakuwa na watoto wake wenyewe. Hivyo, bibi hakuruhusu mawazo hayo kumdhoofisha. Mambo si rahisi, lakini tutapita, alimwambia Amani. Amani alianza kuelewa kuwa dunia inaweza kuwa mbaya, lakini upendo wa kweli hauwezi kulinganishwa. Kila wakati bibi alipokuwa akifanya kazi ngumu, Amani alimchunguza kwa heshima na upendo. Hapo ndipo bibi alijua kuwa kila jasho lake, kila uchovu wake ulikuwa wa maana. Wajirani hawakutambua, lakini maisha yao yalikuwa yakibadilika hatua kwa hatua, kwa sababu upendo usio na masharti wa bibi ulikuwa msingi wa kila kitu. Mandhari ya 6. Upendo na thamani. Amani alikuwa akijua zaidi thamani ya upendo. Hata akiwa mdogo, alijua kuwa kazi za Bibi Amina zilikuwa za mfano. Alijifunza kuwa hekima haikuishia kwenye masomo ya shule, bali katika moyo wa watu waliotupa upendo bila kutaraja malipo. Kila wakati bibi alipokuwa akitabasamu, dunia ilionekana na nuru. Amani alianza kusaidia bibi kwenye kazi ndogo, akihisi kuwa dunia inaweza kubadilika. Hapo ndipo alipoanza kuota ndoto kubwa ya maisha yake, ndoto ambayo ingeleta furaha na mwanga wa maisha kwa wote. Siku kubwa. Siku moja Amani alipokuwa katika biashara ndogo ya shule, alikutana na mwanaume tajiri aliyeitwa Bwana Jamal. Alikuwa na moyo wa huruma na alimpenda Amani kwa tabasamu lake na hekima ya mapema. Walipoonana mara ya kwanza, kulikuwa na hisia ya kipekee. Bwana Jamal aliona kuwa Amani alikuwa na moyo safi, huru ya tamaa na mwenye ndoto kubwa. Amani alijua kuwa hii ilikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa, lakini hakutaka kumsahau bibi wake. Alikumbuka macho ya uchungu wa bibi na maumivu aliyopitia, na aliahidi kwa moyo wake kuwa siku moja maisha yao yote yangegeuka. Harusi na furaha. Miaka michache baadaye, Amani na Bwana Jamal walioa. Harusi yao ilikuwa sherehe ya furaha, na Bibi Amina alikuwa kitovu cha sherehe. Wajirani walishangaa kuona bibi aliyekuwa akiishi kwa ukosefu wa msaada, sasa akifurahia maisha ya kifaraha na mjukuu wake. Bibi aliketi kando ya kiti cha heshima, macho yake yakiangazia furaha isiyo na kipani. Amani hakusahau mchango wa bibi katika maisha yake. Hapo walipoanza maisha mapya, bibi alihisi kuwa juhudi zake hazikuwa bure. Dunia ya giza na dhiki iliyokuwa ikizunguka ilikuwa sasa imejaa mwanga na upendo. Mandhari ya 10. Furaha ya milele. Sasa Bibi Amina na Amani walikuwa katika maisha ya amani na furaha. Bibi alijivunia kujenga maisha ya mjukuu wake na Amani alijivunia kuwa na bibi aliyejitoa. Dunia ya giza na dhiki iligeuka kuwa mwanga wa matumaini. Kila asubuhi, bibi alisimama na kuangalia macho ya Amani, akifurahia kila hatua ya maisha mapya. Hapo walijua kuwa upendo wa kweli, uvumilivu na bidii unaweza kubadilisha hatma.
Wote waliishi kwa furaha, huku dunia ikiangalia mfano wa bibi aliyetoa maisha yake yote kwa mjukuu wake na kupokea shukrani isiyo na kipani. Mwisho.